Tunang'ang'ana kuuzia watu chumvi. Je, tuliambia wapi, ni wapi maandiko yamesema tuuze chumvi kwa madhabahu? Tunauzia watu vitambaa. Je, ni wapi maandiko yamesema tukautafute ufalme wa Baba? Mambo mengine yatatusitisiwa tu, yatatufuata. Haya ambayo tunaambia watu kwa madhabahu yafanye. Je, mtu prufie ni maandiko kali nasema hiyo? Mnapepesha watu miziko. Mnapepesha watu haja ambazo sio sawa. Maandiko yamesema kwamba ompeni mpaka ziwa ukapila. Mbona mnachagua wengine ndio mnaombea? Mbona mnatenga watu wengine ndio mnaombea? Kwa sababu hawana pesa. Pesa ni zake Baba. Maandiko yanasema fedha na hapo ni zake Mwenyezi Mungu. Inafika kiwango tunatenga watu wengine kwa sababu hata hawana mkwanja. Nani aliwatanganya? Nani aliwaroka? Nani aliwaroka? Haya. Sihubiri na mfundisha. Tunaulizana maswali mzuri. Je, maana apishaye mzee ufunguliwa? Atafutaye upata. Si ndio? Umepata. Inafaa tu mzee ufike mahali. Umeona kitabu? Hii maandiko hii. Enda tu mahali wewe peke yako unaanza kuunderline ombeni. Unaiandalia unachora. Ombeni. Umeomba, je, umepata? Nichukue sawa. Nafaa ifikie wengine bana. Wanauza mafuta kanisani. Ni wapi maandiko yamesema tuuze mafuta? Ni wapi? Tumeambiwa tuombe. Hili lango linaombwa na wengi. Tuko wengi tunaomba, lakini wa kuchipiwa ni wachache. Je, uko miongoni mwa wale wa kuchipiwa? Je, uko miongoni mwa wale ambao wanatafuta kila ambacho wanakipata wakule na wengine? Ama wakati umepata unaanza kuweka mipaka? Wakati haukuwa nayo pasta kana masai wengi wanaingia. Sasa tujainuka. Lakini isifike mahali baba akatubariki ukaanza kuwa na appointment. No, baba ata kunyang'anya kirauni. Leo tuko chini ya hema. Tunahesabu shilingi moja, shilingi mbili, inunua angalau kama msimari. Inunua angalau kakifakio. Leo tunafikiria vile tutapata hiyo mawe ya chenge. Wenye watafanya wafanye, wenye watafanya it is okay. Lakini isifike mahali ya kuwa chanzo cha kuanza kuwapakua. Ni maandiko yamesema tafuteni nanyi mtapata. Hatujaambiwa wewe tafuta na wewe utapata. Tumeambiwa tafuteni nanyi mtapata. Baba yetu si wa upakuzi. Wakenya niwaambie kitu moja. Huyu Mungu anatafutwa na wengi. Tuache kiburi kwa madhabahu. Tuache machefuno kwa madhabahu. Tuache majikambo kwa madhabahu. Tuache chuki kwa madhabahu. Tuache kulaani wapendwa kwa madhabahu. Tuache kupepa laana za wengine kwa madhabahu. Mungu anatafutwa na wengi. Huyu Mungu anatafutwa na Waamerika, anatafutwa na Wakanda, anatafuta na Waisraeli, anatafuta na Watanzania. Nyinyi wa Kenya wakati mnajaa kiburi, tunapigwa na magonjwa yasiyokuwa na tiba. Ndipo tunaanza kujilia tumeachwa, sio kuachwa. Ni kiburi tumepepa ndani ya madhabahu. Ni laana tumepepa juu ya madhabahu. Ni majikambo, wengine ni madharau kwa madhabahu, wengine ni chuki kwa madhabahu. Ni nani aliyekutuma? Ni nani aliyekutuma mpendwa? Haya ambao unayofanya haya ndio baba alikuamuru ufanye. Mahali upo inafaa ujiite kama mkutano. Inafaa ujichunguze mahali penye upo upendwa. Ujiulize swali, kila ambacho niliamrishwa kufanya, ndicho ndakifanya? Maana tumeambiwa basi tafuteni mwanzo ufalme wa mbinguni na haki yake, mambo mengine yatatufuata. Hiyo ndio tunatafuta ama tunatafuta pesa kwa madhabahu?
ufalme wake Jehova ndio tunatafuta ama tunatafuta vyeo kwa madhabahu? Mbingu ya utakatifu ndio tunatafuta ama tunatafuta kuitwa majina makubwa makubwa kanisani? Majina makubwa makubwa hakuna mahali penye itakupeleka. Majina makubwa makubwa hakuna mahali penye itakupeleka mpendwa. Haleluya. Natamani nikitoka Ngereria niaje a strong apostle ambao hutaokopa dhambi. Waambie, maana tusipowaambia itafika mahali baba atatuuliza, kile nilikuambia uliwaambia? Niliwaambia. Je, kenye unatafuta ndicho uliambia utafute? Sina fair. Kutokuwa na fair. Waisraeli walitembea miaka ngapi barabarani ndio wafike Kanaani? Walienda miaka ngapi? Kumbuka kitu kimoja, wale waliotolewa katika nchi ya Misri sio hao walienda Kanaani. Kwa sababu ya kutokutii, kwa sababu ya manunguniko, sina fair, sina sijui nini, sijui nini. Wamepata tu maji siku moja peke yake, wakaanza kumnungunikia Musa na Mungu. Mungu akamwambia Musa, hawa hakuna mahali penenda nao. Hakuna mahali penenda nao. Hakuna. Kwa sababu ndio kukola hadi chakula ya kukosa maji, wakasahau kwenye Mungu amewatoa. Wakasahau safari yote Mungu amewatoa. Wakasahau mbali wote Mungu amewatoa. Mtu kama mimi, mkikumbuka kwenye Mungu amenitoa, nilikuwa naanguka kifafa. Huyu Yesu akaniokoa. Ile itakuwaje ifike mahali nimwache huyu Mungu? Wengi hawajui Mungu amewatoa wapi. Wengi wamesahau Mungu amewatoa wapi. Mmesahau ni wapi baba amewatoa. Kwa sababu ndio ya chakula mmeanza kulalamika. Kwa sababu ndio ya kukosa school fees mmeanza kulalamika. Mmesahau hakuna mahali tumeenda tukapewa riziki ya uhai. Hakuna mahali tumeenda tukapewa riziki ya uhai. Hakuna. Usingizi ni nusu ya kifo. Tunajikuta asubuhi tumeamka. Usingizi ni nusu ya kifo. Kwa sababu ya manunguniko yao, kwa sababu ya kutokutulia, kwa sababu ya kutokutii, waliishia wote njiani. Wote. Umeomba mtavu wote. Umepika hizi vita mzuri. Kwa sababu ya kutokutii. Kufika pale kwa mlango, Mungu anaambia Musa, Kanaani ndio hii. Amewamaliza wote. Je, hiki chenye umekuwa ukingangana nacho umekipata? Haleluya. Umekipata? Yes. Ukiangalia tukiteremka chini. Ukiangalia tisa. Angalia pia sasa hapo mzee ukipata nyafasi hizi wote tuchambue hii maandiko kiundani. Kiundani ndio elewa maandiko inasema nini. Ukiangalia 9 inasema aje? Au kuna mtu yupo kwenu ambaye mwanawe akimwomba nini? Mkate atampa chiwe. Haraka zetu na kutokutulia tumepewa chiwe tukitani ni mkate. Ni nini hiki chenye umepewa? Chenye uliomba ndio umepewa. Na baba hawezi pea mtoto mkamawe, atampewa tu mkate. Huyu mwenye anakupea ni babako. Kuna baba ulimwengu na kuna baba rohoni. Baba ulimwengu tunamjua, vya kwake havitumu. Watendao maovu baba yao ni shetani. Wanamuasi Mungu baba yao ana ufalme wa giza. Haya ambayo unayoyapokea yanatoka katika ufalme kani? Na nikaanza tukuulizana swali, ni mlango gani ulipisha wapendwa? Na mwenye alikufungulia unamjua, anakujua? Na kama amekujua na unamjua, mbona ukapewa mawe? Kama unamjua na nakujua, asige kupatia mawe. Wengi maisha imekuwa kama mawe.
Wengi maisha imekuwa kama jiwe, hawasongi mbele, hawarudi nyuma, wako tu pale. Maisha yamekuwa kama mawe. Maandiko yanasema kwamba baba hawezi pea mtoto mawe. Akimwomba mkate, utapewa mkate kama ni babako wa kiroho. Leo wengine wanajiita baba wa kiroho madhabahuni, wanadulaani usiku na mchana. Kama wewe unajua huyu ni mtoto wako, unapepa laana juu yake kwa nini? Ikiwa Mungu mwenyewe wakati ameona Adamu na Eve wameasi, wamekula tunda, akaona huyu ni wangu, hawa ni wangu. Shetani alikuwa ameamua kuwafalisha vazi chafu. Roho Bwana akatokezea kando, akasema hapana, hawa ni wangu. Mungu ni mwingi wa rehema, usamea. Mbona tunalaani visasi vyetu? Mbona tunalaani watoto wetu? Why? Mbona katika vinywa zetu tumepepa laana? Mbona katika mapeka zetu tumepepa laana? Mungu mwenyewe alisamea makosa yetu pale Kalvari, akamtoa mwanae wa pekee ili afe kwa ajili yangu mimi na wewe. Hakuna mwanadamu angetufia damu zetu. Baba akaona no, wacha nilipe gharama. Roho Bwana alilipa gharama msalabani ili mimi na wewe tukapokea msamaha. Mbona wewe usisamee watoto wako? Mbona usifungue watoto wako? Wengine wanajiita baba wa kiroho, wamelaani wengine, wamelaani mpaka wamezeeka wakilaani. Haleluya. Mtoto hawezi omba samaki ukampatia nyoka. Ndipo sasa tunaulizana swali, hii lenye umeomba muda wote umepewa nini? Angalia promotion yenye tunapokea ni nini tunapokea wapendwa. Angalia yale ambayo tunapewa ni yapi, yana faidi nani? Watu wanakusifu, wanachukua sifa za Mungu wanakuwekea wewe, wanakumaliza ati wewe ni mzuri. Hapana. Ukichukua utukufu wake Mungu, maandiko yanasema kwamba baba hashei utukufu wake na mtu mwingine. Hashei utukufu wake na mwingine. Nikianza kukusifu wewe mzee, nitakuwa na kuharibu. Nikianza kusema wewe ni mzuri kila wakati, nikianza kusema pila wewe, nitakuwa nimekufanya wewe kuwa ndio Mungu wangu, na ile hata nitakuwa nakumaliza. Usiwahi itikia mtu aanze kukusifu ovyo ovyo. Hiyo ndiyo chanzo cha kumaliza watu kanisani. Haleluya. Mwana wanga inata iwe. Amen. Mwana wanga inata iwe. Amen. Neto yanga iyasha. Alijitoa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Alitungwa msimari msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Alilipa gharama msalabani kwa ajili ya maovu yetu. Mbona wewe usisamea? Mbona tumebeba chuki ndani ya vifua zetu? Mbona tumebeba hasira ndani ya vifua zetu? Ndio sababu tunaomba maovu mapaya, tunaomba maombi mapaya. Anauliza, je, uwezi ombwa na mtoto samaki umpee samaki? Kama Turuli ni mtoto wako, kama tu kwa ukweli ni mtoto wako. Mama yeye ndiye alibeba uchungu wa mtoto. Mtoto hawezi kuomba mkate ukampa jiwe. Hawezi. Baba wa ulimwengu huu tunamjua, vitu zake hasina maisha. Vitu za shetani huwa vinameremeta, lakini mwishowe havina maisha, havina foundation, vinaporomoka wakati wowote. Lakini baraka ya Mungu haina machuto. Baraka za Mwenyezi Mungu hasina machuto. Wewe ambaye unachuta kwa sababu mwenzako anabarikiwa, wewe ambaye unanuna, wewe ambaye unabeba hasira, wewe ambaye umebeba kiwaru kwa sababu ya mwenzako anabarikiwa, who are you? Haleluya. Hata iwe. Ni maswali mazuri tu. Hii inafaa tuulizane tu maswali. Je, uliomba amani? Umepewa amani? Ama umepewa vita?
Shetani huwa ndiye anapeananga opposite. Anakufurahisha na haya matatu mazuri, lakini ukiingia kiundani tunda limeosa. Juu utaona litunda linang'ara linametameta, lakini ingia ndani imepepa watutu, imebeba magonjwa, imebeba mikosi, vikwazo. Umebarikiwa lakini hizo baraka zinaleta vita kwa familia. Umebarikiwa na pesa lakini hizo pesa hazina amani kwa familia, zinaishia tu kwa magonjwa, makesi kila wakati, vikwazo mipakani, hamna amani kwa sababu ulitaka mali ya haraka ukapewa. Mali ya Mungu haina machuto, lakini ya shetani hati nimebarikiwa. Unakuta magonjwa aishi kwa nyumba, visirani, makesi kila wakati, vita kila wakati, miinuko kila wakati. Hamuelewani kwa nyumba. Kwa sababu gani? Kuna mlango ulifungulia ambao sio mlango mbinguni. Kuna mlango ambao ulipisha ukatani ni Mungu amefungua, kumbe ni baba wa mataifa. Wewe ukutaka kujua huyu mwenye anafungua mwenye ako ndani nani? Wewe ukutaka kujua huyu mwenye amefungua mlango ni nani? Lakini uko mwepesi. Kila kitu ni baraka. Kila kitu ni baraka. Kila kitu ni Mungu. Kila kitu ni ngai. No! Hallelujah. Tujiulize maswali. Hizi baraka. Nikauliza swali nikianza hapa, mtajuaje apostol ameokoka? Mtajuaje apostol amebarikiwa? Mtajuaje apostol kila ambacho alikuwa anaomba Mungu amepewa? Mtaona ushuhuda wa macho. Sio kuja hapa nianze kusema nilikuwa na ile hali wakati nilikuwa nyinyi hamkuwa. Nikitoka hapa niende kule Western nianze kusema nimebarikiwa huko Idhanga. Wanajua kenye tunapitia huko. Huko Idhanga watu wamebarikiwa, wana amani. Hiyo ni uongo. Ni uongo. Maana leo tunangangana vile tutapata kamchanga. Tunangangana vile tutapata mapati. Alafu niende huko nianze kusema kuna amani. Hawajachionea. Hallelujah. Yes. Hilo ndio ujumbe ambao Mungu alikuwa amenipatia. Nikuje tuulizane maswali. Tuulizane maswali mzuri. Basi ikiwa nyinyi mlio waofu. Basi ikiwa nyinyi mlio waofu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vya jamani. Ikiwa mimi muofu ninajua kupanga familia yangu, je, what about God? Si ni maandiko inasema msome sisi wote. Msema ati ni apostol amejitungia maandiko. 11 Matthew 7:11 inasema hivi, basi ikiwa ninyi mlio waofu tena akaweka koma, nyinyi mlio waofu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si saiti sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamuombao? Mungu anajua ala sisi ni waofu na ili hadi kwa madhabahuni. Je, ikiwa nyinyi mlio waofu mzee useme nimetukana, Biblia yako inasema aje? Inasema hivyo. Hebu soma ndio msichana asikie. Ni Kikamba. Kikamba. Sema na Kikamba asikie. Waseme wende kawa. Matthew 7:11. Soma na Kikamba lauta. Mathayo 11. Yasi hata. Na ili hali Roho anatuita ikiwa nyinyi mlio waofu. Hebu soma. Matthew chapter 7 verse 11.
Wacha mimi nisome na Kiswahili, mtu atranslate na Kikamba. Si ndio? Ba. 11. Ya siata. Simama. Simama. Soma. Wewe. Soma. Kama unajisomeanga maandiko vibaya, soma. Nimekutajia hata maandiko. Sije mkasema ni apostle alikuja akajitungia kanisani akatukana watu. Ni maandiko. Ivuku ivuku ya Kaje. 11. Soma. Edwa inyo indi alamwe aboku. Nani muisi kunenga siana sienyu. Birinzi yo misio. Timbe muno ithe wenyu wi ituni kunenga siendu nzeo. Hallelujah. Alama muisi mamwita sia maundu ombe. Maundu onze zao kula mirinzi yo misio. Yes. Amen. Nimeona umefika 12 ambapo inasema basi yeyote mtakayo mtendewe na watu, ninyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo dorati ya manabii. Sasa endapo unataka amani, hata pia wewe sababisha amani kwa mtu. Endapo unataka kupendwa, hata wewe penda. Haleluya. Si ati papo ndiye ametuita wajinga. Enyi waofu mnaojua kuwapanga watoto wenu. Enyi mnaojua kuwapanga watoto wenu. Mtoto akikomba kitabu, wewe simpatia nini? Wewe simpatia nguo. Akikuomba kalamu, wewe simpatie kijiti. Akikuomba pelemende, wewe simpatia pombe.